Ni Dhenashara, Addis Ababa, Juba, Djibouti, Kampala, Dar es Salaam na hapa Nairobi. Katika visiwa vya Ngazija na Ushelisheli ni saa 1 usiku. Eneo la maziwa makuu, Rwanda, Burundi na DRC ni saa 11 jioni. Lilongwe, Lusaka, Johannesburg vile vile saa 11 jioni. Hii ni Afrika Mashariki na mimi ni Wellington Nyongesa. Tupate vidokezo. Minister Maite, she's sleeping in parliament, and with that position she's going to fall. And the minister would have she's still sleeping. Usingizi wa wabunge wakati wa mijadala Afrika Kusini waibua mivutano baina ya wale wa upinzani na wa serikali. Walemavu waongozi waishi na wasiwasi Malawi kufuatia ongezeko la mauaji yanayowalenga. It is totally a fabrication and the lie on the part of the terrorist groups to claim that number of casualties. Taarifa kamili ya hasara ya shambulizi la Al-Shabaab dhidi ya kambi ya kijeshi ya Ethiopia nchini Somalia zafichwa ili kusitiri sifa za jeshi la Ethiopia. Kwenye maisha ya Afrika, shule ya Makoko ya mjini Lagos, Nigeria inayoelea majini tuliyoangazia awali sasa ya sambaratika. Naam, karibu kwa Afrika Mashariki Jumapili hii ya Juni 12. Leo tutaanzia nchini Afrika Kusini ambapo shirika moja linalotafiti utendakazi wa wabunge limetoa ripoti inayosema kwamba wabunge wengi, kiwango kikubwa cha wabunge katika bunge la Afrika Kusini, hulala singizi wakati wa mijadala. Punde baada ya kutolewa ripoti hiyo, zogo limeibuka kwenye bunge hilo ambapo wabunge wanasema kwamba wale wanaolala singizi ni wale ambao ni wazee na wengi wapo kwenye chama tawala cha ANC. Kijana mtulivu Mark Namaso amekuwa akifuatilia swala hilo la kustajabisha na kushangaza, na sasa analikunjua jamvi la Afrika Mashariki kwa taarifa hiyo. Just hold on. Just, honorable sleeping there. Honorable Paulsen. You must wake her. Honorable Paulsen. Vioja kwenye bunge la kitaifa Afrika Kusini vimekuwa lazima kama ada. Na mrengo wa upinzani hususan chama cha EFF cha Julius Malema wamejipa jukumu la kuwa viranja kuchunguza kina nani wanapiga lepe la usingizi bungeni. I'm worried that this minister that we pay so much, Minister Maite, she's sleeping in parliament, and with that position she's going to fall. And the minister would have she's still sleeping. Juma hili, mtafiti Laura Grant amechambua na kutoa ripoti kuhusu gharama ya usingizi bungeni kwa taifa la Afrika Kusini. Mbunge anayepata kiasi cha juu zaidi cha mshahara kila mwaka Afrika Kusini ni naibu rais, fedha zikiwa randi milioni 2.7 au shilingi milioni 11.5 za Kenya kwa mwaka. Naye wa chini zaidi ni mbunge wa kawaida akipata randi milioni 1,033 au shilingi milioni 7,010 za Kenya. She's still sleeping. Honorable member. She's still, I don't know what's happening. That's not a point of order. Take your seat. No. The minister is sleeping. You can't say that's not a point of order. Kwa mujibu wa utafiti huu, iwapo mbunge atalala kwa dakika 5 tu, atamtia mlipa ushuru hasara ya randi 43 au takriban shilingi 300 za Kenya. Chama cha EFF nacho kimezidi kuwatazama wabunge wa ANC kama wakongwe wanaostahili kukunja jamvi la siasa. People are rejecting you because you come to parliament and you sleep. And you as the chair, you don't even rule on that one. Please rule. People have voted here for ANC to be here. They come here and sleep. As the chair, you don't say anything. Is it parliamentary? Afrika Kusini ina jumla ya wabunge 400. Na kila mmoja akisinzia bungeni dakika 5 tu kwa mwaka, watatia hasara taifa lao jumla ya randi 19,350 au shilingi 1,128 za Kenya. Lakini wanaolala bungeni ni wengi humu barani. Mark Namaswa, Afrika Mashariki, KTN News. Naam, ni Mark Namaswa hapo akituarifu kuhusu maajabu ya wabunge wa Afrika Kusini. Tuingie nchini Malawi sasa ambapo kwa siku kadhaa sasa inaarifiwa kwamba watu wanaoishi na ulemavu wa ngozi almaarufu albino wamekuwa wakiuawa. Malawi ikiwa jirani ya Tanzania pia inakumbwa na imani potofu kwamba
viungo vya mwili wa albino vinaweza kutumiwa na waganga kwa kazi fulani. Kutokana na hali hiyo, shirika la Amnesty International linalotetea haki za kibinadamu limetoa wito kwa serikali mjini Lilongwe kwamba ichukue hatua thabiti kukabili hali hiyo. Francis Ontomwa anaarifu. Takriban miezi 19 iliyopita taifa la Malawi limenakili visa 18 vya mauaji ya watu wanaoishi na ulemavu wa ngozi almaarufu kama zeruzeru, wengine 5 wakipotea kwa njia ya kutatanisha. Kuna hofu kuwa idadi hii huenda ikawa kubwa zaidi, kwani baadhi ya visa haviripotiwi. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema kuwa mwezi Aprili ulikuwa mbaya zaidi kwa taifa hilo la Afrika ya Kusini, watu 4 akiwemo mtoto wa miaka 2 wakiuawa. Babake mtoto huyo na watu wengine 4 wametiwa nguvuni. Imani potovu ya kuwa viungo vya mwili vya watu wenye ulemavu wa ngozi vinaweza kutumiwa kwa njia ya ushirikina na kisha baadaye kuleta baraka na ufanisi kwa mhusika imesababisha mauaji hayo kukithiri. Hali ya sasa imezidisha hofu katika taifa hili la Malawi. Makundi ya wahalifu na hata wanajamii wakihusika moja kwa moja katika kuangamiza watu wenye ulemavu wa ngozi. Kuna wengine hata wanaamini kuwa miili yao ina dhahabu. Haya yanapojiri, aghalabu wakina mama na watoto ndio hulengwa zaidi. Agnes Jonathan anachukua jukumu la kuwalea wana hawa wawili. Binamu yake hivi majuzi alijaribu kumteka nyara Chakupatsa ambaye ndiye mdogo zaidi, lakini njama hii katibuka habari zilipowafikia polisi. Wanaume 3 walifika nyumbani kwangu na kumchukua kwa nguvu mtoto huyu mdogo wakikimbilia mwituni. Agnes alipoona hivyo alikimbia na kuelezwa na kijiji, walioanza kuwafuata unyo kwa unyo. Yalipozidi maji iliwabidi kukimbia wakimwacha kichakani. Mmoja wa wahalifu hao alikamatwa na kupelekwa kituo cha polisi cha Zomba. Taifa la Malawi limerekodi visa 69 vya kuhujumiwa kwa watu wenye ulemavu wa ngozi tangu Novemba 2014 kwa mujibu wa takwimu za polisi. Mashirika mengine yakiwemo Amnesty International yamesema kuwa visa vya watu wenye ulemavu wa ngozi kushambuliwa vimeshamiri katika siku za hivi karibuni. Katika taifa la Malawi kuna takriban watu 10,000 wenye ulemavu huu kwa taifa lenye idadi ya watu bilioni 16.5. Serikali ni sharti ikaze kamba na kuzingatia sheria ili kuweza kukabiliana na visa hivi. Watu wenye ulemavu wa ngozi hukabiliwa na madhila mengi yakiwemo kutengwa na jamii, dhana potovu ya kuwa mapenzi na mtu mwenye ulemavu huu huleta kinga ya maradhi ya ukimwi. Vile vile imechangia kuenea kwa visa hivi. Ripoti ya Amnesty imetoka siku chache kabla ya siku ya watu wenye ulemavu wa ngozi itakayoadhimishwa hapo kesho. Serikali ya Malawi haina budi kusimama kidete na kulinda maisha ya watu wake, hususan hawa wenye ulemavu wa ngozi. Haki zao zizingatiwe ikiwemo fursa ahali, kupata elimu na mazingira yao kuboreshwa. Baadhi ya wanafunzi wa namna hii imepelekea wao kuacha shule kwa sababu za kutengwa. Wengine huogopa kutokana na kudhalilishwa. Ulemavu wa ngozi au kipenda albinism huathiri watu 5,000 kwa kila 15,000 kusini mwa Sahara bara Afrika. Ulaya na Marekani kaskazini watu 20,000 vile vile wameathirika. Mashambulizi dhidi ya walemavu hawa yameshuhudiwa katika mataifa kama vile Mozambique, Afrika Kusini, Tanzania na Burundi. Mwaka uliopita Umoja wa Mataifa ulionya kukithiri kwa mauaji nchini Tanzania, Malawi na Burundi. Francis Ontomwa, KTN News, makala ya Afrika Mashariki. Naam, kutoka nchini Malawi sasa tuelekee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, upande wa mashariki kwenye mpaka baina ya taifa hilo na Tanzania. Maeneo ya maziwa ya Kivu na Tanganyika yanakumbwa na uhalifu wa viwango vyake. Kutokana na hali hiyo, walinda usalama wa Umoja wa Mataifa wameanza kutoa mafunzo maalum kwa vikosi vya nchini humo kufahamu haswa kuendesha mashua za kukabili wahalifu kwenye maziwa ya Kivu na Tanganyika. Kijana asiye na jina la Kiswahili lakini Mswahili haswa, Elvis Kosgei, anaarifu kuhusu suala hilo. Hiki ni kikosi cha jeshi la Umoja wa Mataifa wanaoshika doria katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
kwa ushirikiano na maafisa usalama wa Kongo pembezoni mwa Ziwa Kivu. Kikosi cha MONUSCO kinawapa mafunzo maafisa usalama wa Kongo katika jitihada za kuzidisha juhudi zao za kukabiliana na makundi ya kigaidi mpakani Rwanda, Uganda na Burundi. Lazima tutajitahidi kuwapa polisi wetu mafunzo zaidi. Kipindi hiki tunakabiliana na changamoto tele, hivyo lazima pia tuwape motisha ya jinsi wanavyoweza kufanikisha kazi yao bila matatizo yoyote. Hivyo itakuwa vyema pindi MONUSCO wanakamilisha kazi yao, nasi tuwe na kikosi cha usalama tosha. Mashariki ya Kongo ndio imekuwa ngome kwa baadhi ya waasi ambao wamewaua maelfu ya watu na kuacha mamilioni ya wengine bila makao. Haya yote yakichangiwa pakubwa na msukumo wa mafuta na madini yanayopatikana katika maeneo haya. Katika pembezoni mwa ziwa tuna teknolojia ya GPS ambayo inatupa mwongozo wa kutoingia kwenye mipaka ya wenyewe. Vikosi hivi vya kushika doria vimefaidi kutoka kwa mashirika yasiyokuwa kiserikali kupitia msaada wa maji na uchukuzi. Tumeweka mikakati tosha itakayowafanya magaidi kutambua uwepo wa polisi humu. Hata hivyo, kikosi cha MONUSCO kimedaiwa kuwa kubwa zaidi kwa kuwa na wanajeshi zaidi ya 20,000 na zaidi ya polisi 1,000. Elvis Kosgei, KTN News, Afrika Mashariki. Ni Elvis Kosgei hapo akiarifu kuhusu masuala ya usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuingie nchini Ethiopia sasa, ambapo habari za kina kuhusu shambulizi la Alhamisi kwenye kambi ya wanajeshi wa Uhabeshi ama Ethiopia nchini Somalia hazijatolewa. Maafisa wa Ethiopia na wale wa muungano wa AMISOM bado kuthibitisha kuhusu iwapo wanajeshi wangapi waliuawa kwenye shambulizi hilo. Habari za mbeleni hata hivyo zimesema kwamba kati ya wanajeshi 40 ama 60 wa Ethiopia huenda waliuawa kwenye shambulio hilo katika eneo la kati la taifa la Somalia. Balozi wa Uhabeshi nchini Kenya Dina Mufti amesema kwamba kwa hakika makamanda 5 wa Al-Shabaab ndio waliouawa na vile vile watendi 400 waliuawa na vikosi vya AMISOM. It's totally a fabrication and the lie on the part of the terrorist groups to claim that number of casualties. Okay. However, we'll verify and come out with the exact number of the people that had been in that casualties. Okay. Serious. Actually, it's not the first time that Al-Shabaab has been trying to attack the Ethiopian bases in Somalia. Yes. There had been repeated attacks, but they were not successful at any of them, like the current attack as well. They have been foiled, and in fact, what has happened now, right now is actually, it doesn't show the strength of Al-Shabaab as such. What it shows is Al-Shabaab is on the run, as you know it very well. It has lost a big swath of the big chunk of the territory in Somalia. Yes. And therefore, for Al-Shabaab, it is a matter of making a statement for survival. Nchini Kenya, wiki ilipoanza ilikisiwa kwamba huenda kiongozi wa nchi Uhuru Kenyatta akakubali wito wa muungano wa upinzani wa kuteua kamati maalum ya mashauri kujadili swala la iwapo kuna uwezekano wa kuibandua tume ya uchaguzi nchini humo. Lakini wiki inapomalizika, rais huyo Uhuru Kenyatta ameteua kundi la wabunge watakaohusika kwenye mashauri hayo na kukosolewa vikali na muungano wa upinzani. Kijana mgeni kwenye kikosi cha KTN GF Kirui ndiye amekuwa akifuatilia swala hilo na sasa anaarifu. Zogo kuhusu tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC linazidi kutokota, suluhu ikizidi kuotelezi kupatikana. IEBC! Wale ambao wanafanya kazi kwa IEBC watu wafanyie ukaguzi. Ukaguzi. Watu wapigwe darubini. Ambao wameoza nyumbani. Kama tubadilishi tulete IEBC mpya, tubadilishe sheria, hatutakuwa na uchaguzi 2017. Maandamano yao yalihalalishwa na mahakama kuu nchini Kenya. Maandamano ambayo licha ya kuwa ya amani katika maeneo kadhaa,
kwenye baadhi ya maeneo yalichukua sura ya ghasia, wizi na uharibifu wa mali, na kumfanya waziri wa masuala ya ndani Meja mstaafu Jenerali Joseph Nkaiseri kuharamisha kwa mara nyingine maandamano yoyote nchini Kenya yasiyo halali. When you see people coming with sling, machetes, stones, that's what somebody is coming for, is prepared for war, prepare for battle. And those are not demonstrations at all. Constitution does not protect a rioters' assembly. A rioters' assembly is a group of persons who, having peacefully commenced a demonstration, become violent and destroy property. Lakini saa chache baada ya onyo la waziri Nkaiseri, wafanyabiashara hasa kutoka sekta ya matatu waliandaa maandamano yao kupinga yale ya upinzani dhidi ya tume ya uchaguzi IEBC. Walisafirisha mabaki ya basi lililoteketezwa wakati wa maandamano ya Jumatatu katika mtaa wa Huruma, mji mkuu Nairobi. Na kwa kilichoonekana kama kejeli kwa agizo la waziri Nkaiseri, walipita mbele ya makao makuu ya polisi na hata afisi za rais na naibu rais katika barabara ya Harambee, wakielekea afisi za muungano wa upinzani CORD eneo la Upper Hill. Na punde walipowasili na kutua mzigo wao katika lango kuu la afisi za vinara wa CORD Raila Odinga, Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula, palizuka makabiliano kati ya waandamanaji hao na wafuasi wa CORD waliopata fununu ya ziara hiyo. Na kilomita chache kutoka hapo, Rais Uhuru Kenyatta alikuwa akitoa hotuba yake akiangazia suala hilo la IEBC. A joint select committee of both houses of parliament will be set up in accordance with the standing orders of both houses. The mandate of the committee will be strictly and exclusively limited to the matter of IEBC. The term of the Joint Select Committee will be 30 days and is expected to report back its recommendation to Parliament after the expiry of 30 days. Lakini orodha hiyo imepata pingamizi kutoka upande wa CORD ambao wanasema idadi hiyo ni kubwa, wakipendekeza watu wawili kila upande. Wacheni maswali, wacheni masharti, kujeni tuketi, tuongee hiyo mwayo mnataka. Aidha wamepinga mazungumzo hayo yaandaliwe bungeni, wakitaka kamati hiyo ifanye mazungumzo nje ya bunge, kisha makubaliano yapelekwe bungeni ili yaidhinishwe, hatua ambayo Jubilee pia imepinga. We can only do this through legally constituted means, and that it is Parliament that must take the lead and the initiative in this particular process. Ilivyo kwa sasa, mvutano unazidi kutokota tu. Muungano wa upinzani CORD ukiwasilisha nia yao kuandaa awamu nyingine ya maandamano ya hapo kesho na Alhamisi tarehe 16. Wewe lazima uwe mjinga kama wewe unaenda kutupia station ya polisi mawe. Kwani unafikiri wale wako ndani ni nani? Hiyo ni kama vile nimesema, hiyo ni kama kurushia mawe nyuki. Na hiyo nyuki itafanya ile kazi inafanya wakati iko katika hatari. Na hiyo ni makosa yako, shauri yako. Na hao hawatakurudishia mawe, watakurudishia kitu kingine ambaye itakuudhi mazaidi. Itakuwaje? Jeff Kirui, makala ya Afrika Mashariki, KTN News. Naam, tusalie nchini Kenya ambapo mahakama ya juu imekuwa ikikosewa heshima hapa na pale. Mahakama hiyo imeendesha kesi ya majaji wawili wanaopinga agizo la kustaafu kwa wiki nzima, na kwenye hafla hizo zote imepokea kejeli za hapa na pale. Aidha, mmoja wa mawakili wanaoheshimika sana nchini na vilevile mmojawapo wa mawakili wenye kisomo kingi sana katika taifa la Kenya, John Khaminwa, amejiondoa mbele ya majaji hao akisema upo mrengo wa walanguzi wa kisheria wanaovuruga kesi zinazofika mbele ya majaji hao. Hussein Muhammad amekuwa akifuatilia swala hilo na sasa anaarifu. My lord and my lady, my name is Ahmed Nasir. I do appear with my learned friend. Kesi ya kubaini umri wa kustaafu kwa majaji wa mahakama ya juu katika taifa la Kenya
imekuwa ikichukua mwelekeo mpya kila uchao. Baada ya juhudi za chama cha wanasheria nchini Kenya LSK ya kufanya mazungumzo kutofua dafu, jukwaa likasalia kuwa katika mahakama hii ya juu. Swala kuu mara hii likiwa iwapo Jaji Mkuu Willy Mutunga alikuwa na nguvu za kuharakisha kesi hiyo ifanyike tarehe 2 Juni badala ya Julai tarehe 24, sawa na Jaji Njoki Ndung'u alivyoagiza. What the Chief Justice did on 30 May 2016 is unacceptable as it was in 1987. Saying to you, the 5 judges quash the decision of the Chief Justice for the sake of the country. You must quash it. He just changed the date of the hearing date because the matter was under certificate. He said instead of the case being had on 24th July, we can hear it much earlier. Kizungumkuti kilishuhudiwa pale ambapo mwanaharakati Okiya Omtata alitaka kubanduliwa kwa jopo la majaji wakisema kuwa baadhi yao ni wahusika kwenye kesi. The Chief Justice can sit on this matter when he is a respondent. And if Justice Wanjala can sit in this case when he is a respondent, she is equally entitled to sit. So come the 16th that the Chief Justice hangs his gun, this court will still have 5 members to hear this matter. For a party to deal with a case where they directly and personally are the litigant, that is a substantial prejudice. Mvutano ukaibuka baina ya mawakili pale wakili John Khaminwa anayewakilisha shirika la kituo cha sheria, where certain individuals want certain judges because they get certain benefits. Alipodai kuna mtandao wa ulanguzi wa kisheria katika idara ya mahakama unaohujumu majaji. I have to condemn these cartels that I'm talking about. My Lord, we cannot have our judges being as it were arm twisted behind the scenes, being blackmailed behind the scenes, under the guise that certain people stand for the rule of law. Allegations, they can go, they can come to me in writing so that I know how to process them. Hilo likaibua joto mahakamani. Indeed, I do belong to a cartel. The cartel I belong to is the cartel that believes in the rule of law, in constitutionalism, in the independence of the judiciary, and a government limited by the Constitution. I have no apologies for belonging to that cartel. I am a permanent life member. If you have a specific allegations, if you've been threatened, you should say, give us the particulars, so that we can censure anybody, so that we can protect you. And may I say with respect to Justice Ibrahim, you live in this country. You're not a foreigner. You have gone through what we have gone through. You know what happened in this country. Kufuatia hayo, John Khaminwa akaamua kuiaga mahakama hiyo. I do not interact with you. I do not socialize with you as judges at all. When my wife died, I did not see any of you. But I'm saying to you, let us have the brotherhood of judges. My Lord, with those few remarks, I collect my books and I'm going away. Well, I've been carrying them for 50 years. Ikisalia chini ya wiki moja kwa jaji mkuu wa taifa la Kenya kustaafu, macho yote yanamwangazia jaji huyo mkuu Willy Mutunga na jopo lake kuona kauli watakayotoa siku ya Jumanne wiki ijayo kuhusu iwapo ana nguvu za kuharakisha kesi hiyo, na pia iwapo yeye na jopo la majaji wanapaswa kusikiza rufaa inayohusu umri wa kustaafu kwa majaji. Hussein Mohamed, KTN News, Afrika Mashariki. Na sasa ni wakati wa swala kuu ambapo leo tunaangazia usomaji wa bajeti kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yamesoma makadirio ya bajeti hapo Jumatano. Kwa desturi, makadirio hayo yamekuwa yakisomwa kila Alhamisi ya pili ya mwezi Juni kila mwaka. Lakini wakati huu yamesomwa Jumatano ili kutoa nafasi kwa taifa la Uganda kufanya siku kuu ya mashujaa iliyoadhimishwa hapo Alhamisi. Mwakilishi wetu wa Tanzania Rajabu Hassan anatuletea hali ilivyokuwa nchini mwake. Mheshimiwa Naibu Spika, makadirio ya bajeti kwa mwaka mpya wa fedha hapa nchini Tanzania
ni trilioni 29.5 sawa na dola za Kimarekani bilioni 14.7. Waziri wa fedha Philip Mpango alisema kuwa kati ya fedha hizo shilingi trilioni 18.46 zitatokana na jumla ya makusanyo mapato ya ndani. Mgawanyo wa bajeti hii ya trilioni 29.5 ni kwamba shilingi trilioni 17.72 zitakuwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida, huku trilioni 11.82 sawa na asilimia 40 ya bajeti yote zitakuwa maalum kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Bajeti hii ni kubwa katika historia ya Tanzania, na wachambuzi wa masuala ya uchumi na kodi wanaieleza kuwa na tija kwa kiasi fulani. Ni fedha nyingi zimeongezeka, na tofauti nyingine kati ya bajeti hii ya kwanza utawala wa 500 na bajeti zilizotangulia ni kwamba mara hii serikali inanuia kupeleka karibu asilimia 40 ya bajeti jumla katika miradi ya maendeleo. Rashid Chilumba, mchambuzi wa masuala ya uchumi na kodi, anaeleza kuwa ili serikali iweze kufikia kiwango cha bajeti hii inapaswa kubuniwa vyanzo vingine vya mapato. Pia wananchi ambao ndio walipa kodi wataumizwa na bajeti hii, kwani watalazimika kulipa kodi zaidi ili kuziba nakisi ya wastani wa shilingi trilioni 2 itakayokuwapo, kwani mamlaka ya mapato Tanzania kwa sasa hukusanya wastani wa trilioni 1.1 kwa mwezi. Vyanzo hivi muhimu, madini, gesi asilia, vyanzo kama sekta ya utalii, maboresho katika sekta ya kilimo inayoajiri karibu asilimia 80 ya Watanzania karibu wote, havionyeshi kama kuna maboresho makubwa, na hili litaendelea kubakia kwa tatizo kubwa, kwa sababu kama usipopata trilioni 18 zilizowekwa katika makusanyo ya ndani kwa sababu kutegemea vyanzo ambavyo ni vidogo vidogo, maana yake miradi yote mikubwa uliopanga kama ununuzi wa ndege, ujenzi wa reli kwa kiwango cha standard gauge, maboresho katika sekta ya kilimo na upanuzi wa viwanda, bila shaka utakuwa umekwama na hatuwezi kwenda mbele. Hii ni bajeti ya kwanza katika serikali ya awamu ya 5 ya Dr. John Pombe Magufuli, na bajeti hii ni kubwa kuwahi kushuhudiwa katika historia ya nchi hii. Lakini vile vile ni kwamba bajeti hii itasababisha wafanya biashara kama hawa kukaza mkwiji ili kuweza kukidhi matakwa ya bajeti hii. Bajeti ya mwaka huu imekuja tofauti kweli. Kwa mfano wananchi jinsi tulivyoipokea, kama mheshimiwa mwenyewe John Pombe Magufuli rais wetu alivyosema, wananchi wote biashara yoyote walipie kodi, mimi naona ni utofauti sana. Yaani imekuja kuwashtua watu wengine wanataka hadi kuacha biashara. Bajeti hii inatajwa kuwa mzigo mwingine mkubwa kwa mlala hoi. Matumaini ya kukua zaidi kiuchumi ni kidogo kwao, mithili ya nguruwe kunawiri jangwani, kwa kuwa bado serikali itapata shilingi trilioni 3.6 kama misaada ya wahisani kwenye bajeti hii kuu. Na kwa upande wa mikopo ya masharti ya kibiashara, serikali pia inatarajiwa kukopa shilingi trilioni 2.1 kutoka vyanzo vya nje na shilingi trilioni 5.37 kutoka vyanzo vya ndani. Na ikumbukwe hadi kufikia Februari mwaka huu, deni la taifa lilikuwa ni shilingi trilioni 43.5. Rajabu Hassan, KTN News, makala Afrika Mashariki, Dar es Salaam, Tanzania. Naam, ni Rajabu Hassan hapo akianzisha swala kuu kwa taarifa hiyo kuhusu hisia za Watanzania kuhusiana na bajeti iliyosomwa Jumatano. Naye Francis Mtalaki alifuatilia hali ilivyokuwa nchini Kenya, ambapo serikali imesoma mojawapo ya bajeti kubwa sana kwenye ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, shilingi trilioni 2.2. Francis Mtalaki, uwanjani wako. Waziri wa fedha nchini Kenya Henry Rotich aliwasilisha bajeti nono zaidi kuwahi kusomwa nchini Kenya ya shilingi trilioni 2.26, bajeti ambayo kulingana na serikali ya Kenya inaendana na malengo ya kukuza uchumi na kupunguza ufukara kwa kuelekeza fedha nyingi katika miradi na serikali za kaunti pamoja na usalama kuboreka. Our economy remains resilient and registered relatively strong growth amid the global economic slowdown, thanks to the ongoing infrastructure investment, increased investor and consumer confidence, and improved agricultural production. Today, Mr. Speaker, Kenya's growth is relatively much stronger compared to the peers in sub-Saharan Africa. According to Bloomberg, Mr. Speaker, Kenya's economy is among the top fastest growing in the world.
Wakenya wachochole wanaotumia mafuta taa watalazimika kugharamika zaidi kufanikisha hili, kwani bei ya mafuta taa itatozwa shilingi 7 zaidi kwa kila lita 1000 ya mafuta. Wanawake wapenda kurembeka itawalazimu kugharamika zaidi kutokana na ongezeko la ushuru kwa 10% kwa bidhaa hizo. In order to help to move towards the harmonization of the excise duty regime in the EAC, I propose to introduce excise duty on cosmetics and beauty products at a rate of 10%. Lakini zipo sekta ambazo zilinufaika. Sekta ya utalii, ada ya kuingia katika mbuga za wanyama iliondolewa, sawa na kila $10 kwa safari za ndege kuelekezwa katika kikapu cha utalii ili kuiuza Kenya katika mataifa ya nje. I feel this is the time the Ministry of Finance realize the sector is very important. If we just improve or do a few things and give incentives, this sector can rebound very soon. Yeah, and already the statistics are showing that this sector is ready to bounce back. Wabunge wa Kenya pia wakatoa maoni yao kuhusu iwapo serikali ya Jubilee inaposoma bajeti yake ya 4 inalingana na matarajio ya wengi. Sijafurahia jinsi ambavyo bajeti hii imeshughulikia sekta kama vile sekta ya sukari. Itakumbuka kwamba mwaka uliopita Rais Uhuru Kenyatta alitembelea Mumias, akaahidi ya kwamba serikali itashughulikia sekta hiyo. Lakini ukisikiza kwa makini, waziri hajapendekeza hatua yoyote thabiti ambayo tunaweza sema itasaidia kuimarisha na kuinua hali ya mkulima wa miwa na vile vile viwanda vya sukari. Ingawa vile vile Mgala muwe haki yake mpe, kuna mapendekezo ambayo lazima tukubali ni kwamba ni mapendekezo bora. Kwa mfano pendekezo la kuongeza fedha za kuongeza idadi ya walimu ili tuweze kuwa na kuongeza idadi ya walimu ni pendekezo bora. Pendekezo la kuwa na sehemu maalum za viwanda ama industrial parks kando ya reli mpya SGR vile vile ni pendekezo la kupongezwa. Kizungumkuti sasa ni kwa serikali kuweza kujaza pengo la shilingi bilioni 775 pesa za Kenya. Serikali inatazamiwa kujaza pengo hilo kupitia misaada kutoka jamii ya kimataifa, kukopa nje na ndani ya nchi, lakini halmashauri ya ukusanyaji ushuru nchini Kenya KRA inakumbwa na changamoto ya kuwafikia malengo yake, kando na deni kupanda kiasi cha wachanganuzi kutilia shaka iwapo miaka ijayo Kenya itaweza kujimudu kiuchumi. Francis Mtalaki, KTN News, Afrika Mashariki. Naam, kutoka Kenya sasa tuelekee nchini Uganda ambapo serikali imetenga fedha za kununua mitambo ya kisasa yenye uwezo wa kunasa simu zote wanazopiga raia na zinazonakiliwa na kampuni za simu. Serikali ya Uganda inasema kwamba kwa kununua mitambo hiyo itakuwa inafahamu ni kiwango gani cha pesa ambazo kampuni za simu zinapata. Akizungumza na wabunge wakati wa kusoma bajeti, Rais Yoweri Museveni vilevile alisema serikali yake haitaruhusu mwenendo wa kuchelewesha utaratibu wa ununuzi wa vifaa na vilevile ujenzi duni wa miradi ya barabara. There is still tax evasion among the telephone companies. The telephone companies have been evading tax. They make 3 million calls from outside, but they declare only 500,000. And all the money is hidden. Honorable members of parliament, we are losing, the estimate is that we are losing about $400 million in tax per year. So that's like 1.2 trillion shillings, 1,200 billion per year, what we are losing. We have made an arrangement to buy high capacity equipment to trace all the calls which come in. But when this matter came to the 9th Parliament, I think somebody did not explain it to them. This is going to be, because the investment is quite a bit, it will be made on a PPP basis, public-private partnership basis.
where somebody brings in his own equipment at his own cost, and then he helps us to trace all the money which was being hidden, or all the calls which were being hidden. As a leadership, all of us, to attract more investments. Lakini je, mbona serikali za mataifa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zikasoma bajeti kwa wakati mmoja? Kijana shupavu Lofty Matambo anafanya mazungumzo na mjuzi wa masuala ya Afrika Mashariki Victor Bwire kufahamu undani wa hatua hiyo kwenye swala hili. Na mtazamaji, natumai umzima popote ulipo. Karibu kwenye mahojiano yetu. Hii leo tunajadili bajeti ambazo zilisomwa sawia katika jamii ya Afrika Mashariki, na ndio maana leo tujiunga naye Victor Bwire. Naam Victor, labda tuelezee historia ya bajeti hizi kusomwa pamoja, bajeti 4-5 katika nchi zinazoshirikiana Afrika Mashariki. Ilianzaje? Kwanza kabisa ilikuwa ni katika ile East Africa Community kulikuwa wanajaribu kuharmonize vile tunafanya mambo, uchumi, siasa, elimu. Niposa utaona na mambo mengi huwa inaanza katika wakati mmoja ili ile kuharmonize. Manake ukiangalia kama kibajeti ilikuwa ni kwamba tunafanya biashara. Tunajaribu kufikia mambo ya one custom union. Itakuwaje kama tutakuwa na ile custom union moja na ile financial year zetu hazipatani? Manake inahusika malipo, na kama nchi fulani kuna mambo kama biashara, kama kwa mfano bei ya sukari ama ya mafuta ikipandishwa Kenya, ambayo pengine imesoma bajeti yake mbele, itakuwaje? Watu wengi watahepa kununua bidhaa pale sana sana kwa boda, wavuke ile nchi nyingine. Sasa ilikuwa ni harmonize ile thinking na kwamba masuala yawe sawa. Kumbuka kuna watu wanafanya biashara pande hii wanalipa mambo kama ushuru na nini, ambao wengine huwa lazima ifanywe exchange katika zile nchi mbili. Sasa ilikuwa kama miaka yao ni tofauti. Pengine utapata Tanzania ama Kenya tayari wanadai Uganda kwa sababu ni pesa ilikuwa ya mwaka fulani, na huku ndio ule mwaka wa kibiashara, mwaka wa fedha uanze sawa uishe sawa. Na labda mtu atajiuliza, mwana Afrika Mashariki, umuhimu wa bajeti kusoma siku moja ni upi? Uko wapi? Ni symbolic kwamba wananchi ama serikali za East Africa zinawaza the same, tunasonga mbele tukiendelea kufikiria kwamba tutakuwa union moja kibiashara, kisiasa. So ile ingekuwa, na pili pia ukumbuke kubadilisha ile itakuwa na big impact. Manake sasa tuseme Tanzania ama Uganda yaanze kusema bajeti yake mwezi wa 3 na hao wengine itabadilisha mambo mengi sana. Itabidi hizi nchi zingine pia zibadilisha mambo fulani ndio take care ya ile lapse. Na sioni ni kwa nini kwa hivi sasa ingekuwa ni wafanye vile. Tukiangalia kuna baadhi ya sekta ambazo pewa kipaumbele katika nchi hizi. Uganda walipatia kipaumbele mishahara na kulipa ushuru na vitu kama hivyo. Ukiangalia Kenya ni sekta tofauti kama tume, ugatuzi, vile vile miundo misingi kama reli. Kwa nini kuwe na utofauti? Wapo inasomwa siku moja, mbona kusiwe na urari wa hivi vitu ama sekta za kupewa kipaumbele? Naam, tofauti kubwa kwa bajeti za hizi nchi sana sana Kenya kwenda juu, watu wengi wameangalia na wakasema kwa ukubwa ni mambo ya ufisadi. Kwa ukubwa. Pili ni devolution. Maana sasa tuko na serikali mbili, na unapata kwamba tangu tuanze devolution hatujasonga sana katika kuharmonize ni resources gani ambazo zinabaki kwa national government, resources gani ambazo zinaenda katika county government. Kuna a lot of duplication ya kikazi. Kuna masuala fulani yanafanywa na national government, bado pia zile devolved government pia bado zimekwamia pale, hawataki kuachilia. Sasa ile kumekuwa na a lot of double budgeting of a lot of things. Sasa budget yetu kwa ukubwa imechangiwa na hiyo duplication of roles. Imekuwa ni tatizo kubwa. Kingine pia ambao angalie, though ufisadi Tanzania pia huko, lakini Kenya imekuwa ni tatizo, na umeona wakitoa kama example ya Standard Gauge Rail, umeona mambo ya lapset. Sisi tuko na a lot of brokers. Sasa katika ile bajeti ikitengenezwa, we take a lot of personal interest
ambazo zina affect our overall budget. Tukimalizia, ni changamoto zipi ambazo zilijitokeza katika bajeti ya Kenya? Sekta zipi zilipatiwa jicho la upofu, zingine zikaangaziwa zaidi, ambapo labda mwananchi wa kawaida anaona haikuwa ilivyopaswa kuwa? Serikali hizi hazisemi challenges ambazo wako nazo. Okay, wamesema procurement imekuwa ni tatizo kubwa katika most of ile inaitwa absorption rates that lakini sisi masuala kama employment imekuwa ni tatizo. Youth employment across East Africa, utaona katika ukiona hizo demonstration ambazo zimekuwa Uganda, zimekuwa Tanzania, zimekuwa Kenya, unaona ni youth wako wengi, wako na wakati wa kwenda kukaa barabarani kutoka asubuhi mpaka jioni na mawe, maana hawana kazi. Na ukiangalia katika hizi bajeti, there are no concrete ways tunasema tutabsorb our youth wapate waweze kupata kazi. Ukiangalia katika sekta ya elimu kwa mfano, hatuoni serikali zikitenga pesa katika zile zinaitwa curriculum review. Ni vipi yale masomo youth wetu wanasoma katika zile colleges wana relate na industry. We are producing watu wengi ambao ukiangalia zile skills wanatoka nazo katika vyuo vikuu hazilinganishi na market demands. Sasa unaona pale kuna gap, tuna produce watu wengi ndio wanatoka vyuo lakini hawana zile skills ambazo zinatakana na market. So pale tungeangazia pia tupeane pesa katika research. Na shukrani sana, asante sana Bwana Victor. Asante. Huyo ni Victor Bwire ambaye ni naibu afisa mkuu mtendaji wa Baraza la Wanahabari nchini, akichambua kuweka wazi kukufanya wewe Mwanaafrika Mashariki uelewe ni kwa nini iwapo Kenya hapa bajeti ya nchi yako itasomwa siku moja na ya Uganda, Tanzania, Rwanda na vile vile Sudan Kusini. Masuala haya ya Afrika Mashariki kuyaweka wazi katika mjadala huu pevu. Shukrani sana. Jina langu ni Lofty Matambo. Uwe na jioni njema. Naam, asante sana Lofty Matambo kwa mahojiano hayo ya kina kuhusu Afrika Mashariki. Kikao cha marais na wakuu wa serikali wa bara Afrika cha mwaka huu kinafanyika jijini Kigali, Rwanda. Serikali ya Rwanda imetangaza kukamilisha maandalizi hayo ya kuwapokea wakuu hawa wa serikali za bara Afrika, akiwemo kiongozi wa Sudan, Omar Hassan el-Bashir, ambaye amewekewa marufuku na mahakama ya ICC. Waziri wa masuala ya nchi za kigeni wa Rwanda, Louis Mushikiwabo, amezungumzia hafla hiyo akisema kwamba taifa la Rwanda linajivunia kusimamia hafla hiyo. This summit in mid-July in Kigali will see the first African passport delivered to heads of state, symbolically to start trickling down to other African citizens who are looking at ways to speed up and facilitate as much as possible the free movement of people across the continent. Rwanda, as you know, is a country that strongly believes in integration. We have taken our own measures to allow Africans to come to Rwanda and Rwandans to go across the continent. We need to trade amongst ourselves, and it's difficult to advance trade, intra-Africa trade, without facilitating the movement of people. This is also going to be a summit with elections of the Commission of the African Union. Both the chairperson, the deputy chairperson, and several commissioners will be leaving the commission. Their term will be up. So in addition to all this, we will be discussing here in Kigali during the summit how Africa can finance itself on a number of initiatives and programs of the African Union. Naam, kwenye gumzo la Afrika Jumapili hii tunamsikiza rais mwingine wa bara Afrika kufahamu uweledi wake katika kuzungumza lugha ya Kiswahili. Si mwingine bali ni Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Hebu tumsikize. Ya kwanza, mimi ninafurahi sana ya kwamba leo tuko Goma. Gouverneur anasema tulifanya 1500 km ya njia ya mbaya hadi hapa kwa gari.
ila tulishagafanya 2500 km ya Mugulu kutoka hapa hadi Kinshasa. Lakini ile ilikuwa ni zamani. C'était il y a une quinzaine d'années, na tulikuwa bado vijana, tulishazeeka sasa. Ya kwanza, asante sana kwa mapokezi, sio tu hapa. Asante sana kwa gisi population yote ya Goma ilitupokea jana, na population yote ya Nord Kivu en fait, kwa sababu tangia tumeingia ndani ya province ya Nord Kivu, kuanzia Rengeti, Beni, Butembo, Ruchuru, Bunagana, Chanzu hadi Goma, tumepokelewa vizuri sana, na mimi ninasema asante sana. Ya pili, ninataka niwapatie pole. Nawapatia pole ya vita ambayo sisi hatukuitafuta, lakini vita ambayo tumemaliza. Na sasa ni wakati wa kuvuta pumzi, na Afrika Mashariki kirejea itakuwa ni awamu ya Maisha Afrika, makala ambayo husimulia maisha ya vijijini na mijini kwa wenyeji wa bara Afrika. Usiondoke. Karibu tena kwa Afrika Mashariki. Kwenye Maisha Afrika tunasimulia shule ya Makoko mjini Lagos nchini Nigeria iliyokuwa inaelea majini, ambayo sasa imesambaratishwa na mawimbi kwenye bahari ya Atlantiki. Shule hiyo iliyojengwa na mhandisi mmoja kwenye mashua ilikuwa inatoa nafasi wanafunzi kusoma huku ikielea majini. Mark Namaswa anarejea na Maisha Afrika akikumbukia shule hiyo iliyosifika kote ulimwenguni. Safari ya shule ya kuelea ya Makoko imefika ufuoni. Mvua ya Jumanne ikifanya uharibifu wa shule iliyoleta mwanga wa elimu kitongoji duni cha Makoko, Lagos, Nigeria. Shule yenyewe ilijengwa na mhandisi Kunle Adeyemi akitumia mbao, mabati na mapipa ya mafuta ya zamani kuisaidia kuelea. So I'm very happy about it because nafurahia sana ujenzi huu wa kuelea. Hakuna aliyewahi kudhani kwamba ujenzi huu unawezekana. Wanafunzi nao wakistaajabu na kuchangamkia nafasi ya masomo kwenye chombo cha kuelea. Naipenda shule hii kwa sababu ni nzuri. Sijawahi kuona shule inayoelea. Ndio maana niliwaambia wazazi wangu wanilete hapa. That is why I forced my parents to take me to this school. I like this school. I like it because it's present. Naipenda kwa sababu inazingirwa na maji. Tunaruka, tunaimba, tunacheza. So learning and clapping and jumping and singing. Lakini mvua imefanya ndoto ya wakazi kuonekana kufifia kiasi. Jengo hili la orofa 3 lililoshinda tuzo kadhaa likisalia mabaki ya mabati, mbao na uharibifu. What happened is yesterday kilichotendeka, mvua ya jana ilikuwa kubwa mno. Sio shule tu iliathirika. Wakiwa watu wakakamavu, wana Makoko wameapa kujenga upya shule yao iliyowahudumia wanafunzi takriban 100 na kuweka kitongoji chao duni kwenye ramani ya kimataifa. Ni jumba kuu la pekee la kuelea mtaani kwetu. Lazima tutalijenga upya. Haijulikani itachukua muda upi kuifufua shule ya Makoko,
na mwanzilishi wake Kunle Adeyemi akisema jengo hilo lilikuwa la muda tu. Sasa anafurahia swala kwamba hakuna aliyejeruhiwa. Adeyemi ameahidi shule ya Kwelea Makoko itasimama tena. Mark Namaswa, Afrika Mashariki, KTN News. Ni Mark Namaswa hapo kwenye makala maalum Maisha Afrika. Michezoni, ulimwengu ukiwa ungali unamkumbuka bingwa wa ndondi Muhammad Ali ambaye amezikwa hapo Ijumaa. Mkenya mmoja kwa jina Abdallah Kent anasifika pakubwa kwa kumbwaga Muhammad Ali kwenye mchezo mmoja katika ukumbi wa KICC mwaka 1980 hapa nchini Kenya. Kijana wa spoti Robinson Okenya alimtafuta Abdallah Kent na kufanya mazungumzo naye, na naarifu kwenye makala maalum Michezoni. Mwaka 1980 kwenye ziara ya Muhammad Ali nchini Kenya, bondia mmoja nchini Abdallah Kent wakati huo alipata nafasi ya kupigana na gwiji huyo kwenye mechi ya kirafiki katika ukumbi wa KICC jijini Nairobi. Lakini je, bondia huyo alipataje nafasi ya kupigana na bingwa huyo? Mimi nilikuja kuona mchezo. Nilikuja na mke wangu, nimevaa suti. Sasa kufika na niliwaachia waliokuwa kama heavyweight, walikuwa wamekataa kucheza na Muhammad Ali. Mheshimiwa Madoka alipokuja kuniomba, nikasema hapana. Mimi pia nimekuja kuona mchezo. Mimi nimekuja na mke wangu, unajua niko ngambo. Akasema ndio, lakini tafadhali hakuna mtu heavyweight wote wamekataa. Kwa hisani yako kubali tu ufanye naye sparring round 4 tu, alafu mambo itakwisha. Nilifanya tukafanya sparring. Kent aliwashangaza wengi kwa kumwangusha bondia huyo kutoka Marekani. Kwanza kucheza nikaanza kumpiga tumbo. Sasa nilipokumpiga tumbo raundi ya kwanza, raundi ya pili nikaambiwa na Madoka, Kent piga everywhere, piga hata uso. Ndio nikaenda nikampiga tumbo, nikampiga shavu. Shavu nilipompiga hata mimi mwenyewe nilifeel that blow. Akaanguka. Sasa alipoamka alipompiga shingo mpaka uso ilifura. Alinipiga shingo pande kushoto, uso wa kulia nilifura. Alafu baadaye nikamclinch, nikamuuliza, "Hey Muhammad, you are hurting me." Akasema, "Guard yourself, guard up." Baada ya pigano hilo, mabondia hao wawili waliunda urafiki ambao ulimfaidi Abdallah Kent miaka iliyofuata. Imenifanya nikawa what I am now. Sababu hata ngambo nikienda huwa napewa treatment ya VIP. Abdallah Kent anasimulia kwamba Muhammad Ali atakumbukwa kwa ukarimu wake na kwa juhudi zake za kutaka kuleta umoja duniani. Robinson Okenya, Afrika Mashariki, KTN News. Kwa taarifa hiyo ya michezo tunatamatisha Afrika Mashariki Jumapili hii ya Juni 12. Waweza kuwasiliana nasi kutumia ukurasa wetu wa Facebook Afrika Mashariki. Anwani yetu ya Twitter ni @mashariki. Hebu sasa tuwapisha wana KTN leo kwa taarifa ya habari za siku. Kutoka meza ya habari ya Afrika Mashariki hadi Jumapili ijayo, mimi ni Wellington Nyongesa. Alamsiki.